leo na tuwezi kufanya maombi kwa nguvu ni kuhusiana hasa na encouragement, tunaita kutiana moyo katika kipindi chote cha mfungo, lakini katika kipindi chote pia cha mfungo huu mzima. Mfungo umeendaje? Tunataka kujua kwamba ni mfungo umefanyaje, umeendaje, mfungo umeendaje. Kwa maana hii, kwenye mazingira ya kawaida ya maisha tunasema hivi: unapofikia hatua ya kushindwa, unapofikia hatua ya kufeli kabisa kwenye hatua yako ya maisha, manake Mungu ndipo ambapo anapoanzia. Mungu ndipo ambapo anapoanzia. Pale ambapo unaona kabisa mimi hatua yangu ya mwisho kabisa imefikia, hapo ndipo Mungu anapoanzia. Sikiliza nikwambie, Mungu hajakuacha katika mfungo wako, wala usizanie kwamba unafanya kitu ambacho ni cha ajabu sana kuwahi kutokea. Hapana, katika maisha mfungo unakusaidia wewe kwenye kukua kiroho. Kwa hivyo basi, pale unapoingiza kukata tamaa tu, pale unapoingiza kukatishwa tamaa, aidha umetenda dhambi fulani, aidha pia kuna changamoto fulani umezipitia na kuzifanya, ukaona kabisa hata sistahili kuendelea na mfungo, nisikilize nikwambie, endelea kutubu katika hiyo dhambi yako. Tubu sana katika hiyo dhambi yako, na katika huo mfungo uendelee kuomba rehema za Mungu za kukusamehe na huruma za Mungu zikusamehe kwenye hayo maisha yako. Sikiliza nikwambie, inawezekana wazi kwamba kuna changamoto unazipitia katika mfungo, lakini nakwambia usikate tamaa. Inapofikia hatua ya wewe hapo ulipo, tarehe hizi zinaonyesha wazi kuwa unaelekea kabisa kwenye ushindi wako, unaelekea kabisa kuharibu au kubomoa na kushinda vita yako dhidi ya mwili wako, dhidi ya yule shetani na ibilisi muovu, dhidi ya tamaa za kimwili, dhidi ya maisha ya anasa, unaendelea kuyaondoa. Sikiza nikwambie kitu kimoja. Naongea na mtu hapa ambaye ana imani kwa Mungu wake. Naongea na mtu hapa. Hatua ulioifikia ya mfungo wako katika siku hii ya leo, jua kabisa upo level nyingine ya ukuaji wa kiroho. Upo level nyingine kabisa ambayo hata shetani anaogopa. Upo level ambayo hata shetani mwenyewe anaanza kujiuliza, kweli hapa huyu mtu yupo katika mfungo kweli? Sikiza niambie, ninakupa encouragement siku ya leo kwamba usikate tamaa, endelea kukaza. Mfungo wako huo ni mzuri sana, na nakuaminisha kwamba ni lazima utatoka kwenye huo mfungo wako, ni lazima utamaliza vizuri huo mfungo wako. Amini nakwambia, usiogope wala usikate tamaa. Yesu anazungumza habari ya kwamba neno zuri, neno la kupendeza, kwamba ameushinda ulimwengu. Tusiogope, yeye ameushinda ulimwengu. Imagine, katika hayo yote yanaendelea kutupa imani juu ya maisha yetu, yanaendelea kutupa imani juu ya mfungo tunaofanya, kwamba kuna kitu kinaongezeka, lakini pia kuto kukata tamaa kunaendelea kukuimarisha wewe katika mfungo ukamaliza vizuri. Umeshindwa, unaona kabisa hatua ambazo unaziendea ni kubwa. Kwa nini ukate tamaa? Kwa nini ukate tamaa? Kwa nini useme mimi siwezi kumaliza mfungo wangu? Hapana, matumbo yananizidi. Hapana, mimi siwezi, lazima nile chakula. Hapana, nimeanza kukonda kuliko vile ambavyo nilikuwa. Ninawaogopa watu kwa kuwa mimi nimefunga. Ninawaogopa watu kwa sababu nilikuwa nafanya anasa fulani, au nilikuwa kwenye matatizo, au nilikuwa nafanya dhambi fulani. Nakwambia usiwaogope watu, muogope Mungu kuliko watu. Nakwambia muogope Mungu kuliko watu, kwa sababu watu ni sehemu
ya changamoto za kuhakikisha wewe unatoka kwenye mfungo wako. Sijui kama naongea na mtu hapa anayenielewa vizuri. Sikiliza, watu hao ulionao, ukiona wanakushauri jema katika mfungo wako, kuendelea nao vizuri, na mtu ambaye anakupenda zaidi wewe hataweza kukushauri kuondoka katika huo mfungo, hataweza kuingiza mawazo maovu kwenye huo mfungo wako ambao unaofanya. Mungu atakusaidia sana, utamaliza vizuri. Ongeza siku moja, ongeza mwezi huu uishe, ongeza usiku mmoja, ongeza tarehe moja mbele yake, mfungo utaisha vizuri. Katika hilo na kuaminisha kabisa ya kwamba imani yako itaongezeka, roho yako itakuwa, utazaa matunda yale yaliyopasa toba yako uliyoifanya katika siku zote za mfungo. Jina la Yesu na libarikiwe sana. Sikiliza, hatutakuwa na mambo mengi sasa hivi, tuingie kwenye maombi. Twende kwenye maombi. Kwenye maombi nimeandaa maombi maalum, nimeandaa maombi. Nisikilize, twende pamoja. Fatisha vile ambavyo mimi nakwambia uombe pamoja na. Fatisha maombi haya. Baba wa mbinguni, nakujia nikiwa nimechoka, lakini ninaamini wewe ndiwe chanzo cha nguvu. Nirejeshe nguvu mpya ya leo, nifanye nirukeruke kama tai, niimarishe katika roho, akili na mwili. Vunja kabisa mzigo wa kukata tamaa, unipe uvumilivu na shauku mpya ya kukuendea wewe kwa magoti mbele zako. Ninaamini ulichokianzisha wewe utakimaliza na kukikamilisha kwa jina la Yesu Kristo na Mwokozi wetu. Nimeomba na kuamini. Amen. Mungu na aendelee kukubariki sana wewe ambaye unaendelea kufuatilia live streaming hii. Ni wazi kwamba katika mfungo wako Mungu atakusaidia na kukutoa katika changamoto zako. Utakuja kutoa ushuhuda hapa na kusema kuwa tunashukuru kwa mafundisho, lakini zaidi sana tunashukuru kwa kuwa Mungu anaendelea kukutumia kwa ajili ya kumtukuza yeye na kutufikishia neno la Mungu. Katika siku ya leo, Mungu aendelee kukujalia neema yake, akuzingatie na akusababishie kwenye kazi zako njia iliyo imara, kwenye biashara zako, kwenye mambo yako yote. Mungu akakunyoshee mkono wake wa baraka, wala usikupungukie, wala sikio lake lisisikie mambo mengine, lisikie maombi yako, lisikie maombi ya toba yako, lisikie maombi ya